السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام الحاكم في المستدرك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الأثر صحيح على شرط الشيخين. الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أميتاج أثر منين يا صحابة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. منين يا قصة محل الشاهد عمر بن الخطاب ameyazungumza maneno haya wakati yuko hai, wakati wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema nahnu qaumun, sisi ni watu, a'azzana Allahu bil Islam. Katika riwaya kunna adhilla, sisi ni watu tulikuwa madhalili, lakini Allah tabaraka wa taala akatupa izza kwa sababu ya Uislamu. mahama ibtaghaina al-izzata fi ghayrihi au fa in ibtaghaina al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Wakati wowote au pale tutakapo itafuta izza, tutakapo itafuta heshima, nguvu, mafanikio, ufanisi, ustawi, saada nje ya Uislamu, fi ghairi alislam, kwa usiokuwa Uislamu, katika njia, katika utaratibu, katika jambo ambalo si Uislamu, adhallana Allah, Allah atatudhalilisha sisi. Maneno haya yatakiwa ayasikie kila Muislamu ikiwezekana. Maneno haya yatakiwa ayaelewe kila Muislamu ikiwezekana. Maneno haya aliyazungumza sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni amirul mu'minin, mtawala, kiongozi wa Uislamu. Anasema sisi ni watu tulikuwa madhalili,
nahnu qaumun, sisi ni watu, kunna adhilla, tulikuwa madhalili, fa'azzana Allahu bilislam, Allah akatupa izza kwa kupitia uislamu. Kama anavyosema Hudhaifa ibn al-Yaman, kunna fi jahiliyatin wa shar fajaana Allahu bihadha alkhair. Alikuwa akimuuliza maswali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mahallu shahid, anamwambia bwana mtume, sisi tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika shari, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea khairi hii, akatujilia na khairi hii, khairi ya Uislamu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, sisi ni watu Allah katupa izza kupitia Uislamu. Fa in ibtaghaina al-izzata fi ghairihi, ikiwa tutatafuta izza, nguvu, heshima, mafanikio, utawala, ustawi, tukiutafuta nje ya Uislamu, Allah atatudhalilisha. Hakika Uislamu ni dini iliyobeba mahasin, imebeba mazuri yote anayohitaji mwanadamu, na mwanadamu hahitaji usiokuwa Uislamu. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akamdhamm, akamsema vibaya anayetafuta heshima yake, anayefuata utaratibu usiokuwa utaratibu wa Uislamu, pale aliposema waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. afa ghayra dini llahi yabghun wa lahu aslama man fi as-samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Allah tabarak wa ta'ala katika aya hizi mbili anasema waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, yoyote atakayefuata akahitajia usiokuwa Uislamu akaufanya ndio dini, mfumo huo usiokuwa wa Uislamu akaufanya ndio utaratibu wake wa maisha yake, kuanzia kuitakidi, kuanzia kuabudu, kuanzia miamala, akhlaqi na suluki na nyinginezo katika mambo ambayo mwanadamu anayehitaji katika maisha au ndio maisha yake, akafuata utaratibu usiokuwa wa Uislamu, hatakubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hawezi kukubaliwa kwa sababu utaratibu wa kuishi aliowekewa mwanadamu ni utaratibu ulioekwa ndani ya Uislamu. Lakini si hivyo tu, na akhira kesho atakuwa ni katika watu wenye kupata hasara, kwa sababu amefuata, kwa sababu amepita katika njia isiyokuwa njia ya Uislamu. Izza ya Muislamu katika maisha yake yote ya dini yake ni kurudi katika Uislamu. Izza ya Muislamu katika dunia yake, katika tawala au kutawala, katika biashara, katika mavazi, katika nyenendo, mwanadamu anatakiwa aishi na afaate utaratibu wa Uislamu, na vinginevyo mwanadamu huyu ataishi dhalili kama walivyoishi watu madhalili kabla ya Uislamu. Baada ya Uislamu watu walikuwa aizza, wana nguvu. Na nyinyi mnajua Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alijenga izza kwa Waislamu. Waislamu walikuwa ni aizza, walikuwa wana izza, si hivi tulivyo sisi leo, kwa sababu ya Uislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia njia mbalimbali katika kuueneza Uislamu, na katika njia kubwa aliyoitumia Rasul alayhi salatu wassalam ilikuwa ni njia ya taalimu, kuwafundisha watu dini. laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah amewaneemesha sana waumini. Neema gani? Neema ya kuwapelekea mtume mwanadamu kama wao, anazisoma aya za Allah tabaraka wa taala, anawatakasa na machafu yote, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha wao kitabu na hikma. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, japokuwa kabla ya huyu mtume na haya aliyokuja nayo alayhi salatu wassalam, hawa watu walikuwa katika upotevu, walikuwa katika dalal, upotevu wa wazi, walikuwa katika jahilia, walikuwa ni watu madhalili. Mtu amefikia kiwango cha kumuua mwanawe, mtoto wa kumzaa, kwa kuogopea njaa. Nadharia ya njaa ambayo leo imewajaa watu, wako tayari waue kwa sababu ya njaa. Watu walikuwa madhalili, mtu amuua mwanawe khashyata imlaqin, aogopea njaa. Watu walitolewa huko, wakawa ni watu wana izza. Lakini bwana mtume sallam alijenga izza hii kwa kuwafundisha watu kitabu na sunna, kuwafundisha watu aya za Allah, kuwafundisha maneno yake alayhi salatu wassalam. Watu wakaishi maisha ya kheri kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu ni kheri. Uislamu ndio dini kamili ya mwanadamu. Mwanadamu hahitaji nje ya Uislamu. Afa ghaira dini llahi yabghun. Allah anauliza istifahamu ya inkari, hivi isokuwa dini ya Allah wanahitajia? Nyinyi mnahitajia hadhara ya kimagharibi, mnawahitaji wazungu muwaige nini? Nyinyi mnahitaji mifumo yenu ya maisha mtazame kwenye ma-TV muige. Afa ghaira dini llahi yabghun. Uislamu hauja kufundisha itikadi, Uislamu hauja kufundisha ibada zako, Uislamu hauja kufundisha miamala yako ya biashara, Uislamu hauja kufundisha namna ya kurithi na kurithiana mpaka wende mahakamani ukatake pasu kwa pasu. Uislamu hauja kufundisha, Uislamu hauna mirathi mpaka mwende mahakamani mtake mirathi. Uislamu haujafundisha mwanamke atakapoachwa anapata nini. Wapi Uislamu ulifundisha mwanamke akiachwa ende mahakamani akadai mali kwa madai amechuma na mume? Wapi? Yani wewe mwanamke wa Kiislamu haya mafunzo umeyapata wapi? Walilmutallaqat mata'un bilma'ruf haqqan 'ala almuttaqin. Wanaoachwa watakiwa wapewe kitokea nyumba. Mume amekuacha, mmeachana, kitokea nyumba chako hichi. Hii ni haki kwa wenye kumcha Allah, ni mlango wa ihsani. Hakuna tugawane mali, otherwise tumechuma wote. Kweli ulitoa mtaji, nyumba hii tulishare kweli? Hizi fikra zimetoka wapi? Kwa nini mnahitaji usiokuwa Uislamu? Kwa nini nyinyi mkimbilia katika mahakama za kitawaghuti mkatafuta mirathi za kitawaghuti, hali ya kuwa Mola wenu amewafundisha yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain, mpaka mwisho wa aya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Mna nyinyi nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna. Nyinyi wanaume mtapata nusu kama wake zenu wamekufa, nusu ya vile walioacha wake zenu kama hawana watoto. Wakiwa na watoto nyinyi mtapata robo, na wao watapata robo kama nyinyi mmekufa hamna watoto. Mkiwa na watoto wao watapata 1/8 thumuni. Mbona dini imefundisha? Kwa nini uende mahakamani ukatafuta nusu kwa nusu, sawa kwa sawa, wa kiume na wa kike? Huu taratibu wa nani? Mbona mtafuta izza na mafanikio nje ya Uislamu? Uislamu haujafundisha biashara. Uislamu uliacha biashara? Jawabu la. Hebu tazama bwana mtume sallam amezungumza jambo la ina. Idha tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihada sallata Allahu alaykum ad-dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nyinyi mkafanya biashara ya ina. Biashara ya ina sura yake ni biashara, lakini hakika yake ni hila ya riba. Mtu unamuuzia kitu kwa 1,000,000 mkopo. Bwana, 1,000,000 hii utanipa baada ya miezi miwili. Wewe nenda chukua hii baskeli au hii pikipiki,
milioni 1, alafu unazunguka wainunua kwake keshi 900. Baada ya mwezi niuzie bwana, takupa 900. Pikipiki ni ile ile umemuuzia yeye milioni 1, lakini nakdan, afwan, yani muda ujao, kwa maana kwa mkopo utakuja kunilipa wakati ujao. Wewe wazunguka wanunua kupitia kwako au kwa yule nakdan, keshi kwa 900. Hii ni biashara watu wanazifanya katika jahilia, lakini ni hila ya riba. Baadaye baskeli au pikipiki imerudi kwako na faida ya 100,000, sababu yule atakulipa milioni, wewe ulinunua kwake keshi 900, kwa unampa 900 aenda hangaika nao, lakini baadaye akuletea milioni. Kwa ile pikipiki au kile kitu kimerudi kwako na 900 na 100,000, kwa maana wewe ulimuuzia milioni mkopo, lakini umenunua kwake 900. Kwa akirudisha ile milioni, kile kifaa kisharudi milioni, toa 900 uliompa wewe keshi, unabakia na 100,000. Kwa ile 100,000 ile ni riba, ni hila. Hilo bwana Mtume alilikemea, kuonyesha dini yetu imefundisha mpaka biashara hii halali, hii haram. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, dhalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah amewataja vibaya wanaokula riba. Leo riba ndio mfumo wa uchumi wa dunia. 99% za benki zote zina riba, na kuna hila nyingine zajifanya hazina riba ya wazi, kuna hila lakini ukitazama ni riba, sura ya wazi kama halali, lakini ndani yake ina riba. Allah ameharamisha riba, amehalalisha biashara. Riba sio biashara, na watu wa riba wamekwama, lakini Allah tabarak wa taala akaeleza wazi, yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anafuta baraka kwenye riba. Hebu tazameni watu wa riba wanavyohangaika. Hata ukimuona amesimama miaka 20 atakuja kuanguka tu. Kuna mabasi hapa yalitamba nchini, basi ile kampuni imefilisika yote, wanahangaika kwa sababu ya riba. Hao wakina mama wajasiriamali wanaoambiwa ndio usiseme huko mitaani, anza kukopa na kitanda na godoro na sofa, mwisho alala chini. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat, lakini Allah anachokilea ni sadaka. Mkipeana sadaka nyinyi, mkikopeshana milioni kwa milioni, ni sura ya sadaka. Kafanye kazi, Allah atalea wewe uliotoa biashara yako na wewe uliopewa biashara yako. Kwa nini tutafute mifumo isiyokuwa Uislamu? Uislamu dini yetu imekamilika. Uislamu haukupa mapambao wewe ya kustarehe mpaka uende kwenye mziki, mpaka ulale na mziki, mpaka usikilize mziki, mpaka gari mweke miziki, mahoteli yenu mweke miziki, restauranti zenu ziwe na miziki. Hakuna mapambao ya kisheria, hakuna vitu vya kusikiliza vyenye maana mpaka usikilize mziki. Uislamu haukufundisha namna ya kuvaa wewe, hakuna mafunzo ya kuvaa. Uislamu umekufundisha kila kitu mpaka adabu za kukidhi haja umefundishwa. Kuingia chooni na kutoka umefundishwa. Ukiwa chooni wakidhi haja kuna mambo usiyafanye umefundishwa. Wewe unahitajia nini nje ya Uislamu? Kitu gani kipo nje ya Uislamu? Uislamu haukufundisha. Bwana wajua wenzetu bwana wako mbali. Wenzako kina nani? Mbali hiyo ipi? Wenzetu wameendelea. Maendeleo ni nini? Misemo ya kijingajinga, kina nani walioendelea? Hao mnawasema wameendelea sasa hivi wana maisha ya kinyama. Ndio mara Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha pale aliposema, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alqudha bilqudha walau dakhalu juhra adh-dhabb la dakhaltumuhu qulna alyahud wan-nasara ya rasulullah qala faman. Mtume sallallahu anasema, hakika nyinyi mtafuata nyenendo za waliopita kabla yenu, hatua kwa hatua. Qudha ni ugoya unaoekwa nyuma ya mshare, ugoya. Basi
namna vile mtakavyofuata kila kitu hatua kwa hatua mpaka wakiingia kwenye shimo la mburukenge na nyinyi mtaingia. Hii ni kinaya kwamba nyinyi mtawafuata sana wasiokuwa waislamu, mtawaiga sana nyinyi. Katika riwaya bwana mtume anasema fa in kana minhum man ya'ti ummuhu alaniya au fi qari'ati at-tariq, ikiwa katika wao kuna mtu atafikia kumuendea mama yake hadharani, na kwenu nyinyi watatokea watu watafanya kama hivyo. Ndugu zanguni, sisi izza yetu, heshima yetu ni Uislamu. Uislamu umetufundisha kila kitu mpaka kunyoa. Hivyo viduku mnavyonyoa vimekatazwa. Mtume alimwona mtu kanyoa nywele nyingine kaacha. Mtume akamwambia ziache zote au nyoa zote. Hakuna mambo hizi kubwa hizi ndogo. Viduku na kadha mmemuiga nani nyinyi na mtume wenu kukataza? Alayhi salatu wassalam. Mtume akufundisha namna ya kunyoa, akufundisha namna ya kusuka, akufundisha wanawake wavae vipi. Haya tunayaona kwa wanawake ndio Uislamu huu. Haya mavazi mtu akivaa yule itakuwa ni salafi au answari au kadha kama wanavyoita. Lakini watazame hao wake wa mashehe wa huko wasiokuwa wa sunna. Mkewe ndio yuko mbele, apiga dufu na karikodiwa yuko wazi. Hawana zile aya zote, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Hii ni aya. Ewe mtume, waambie wake zako na watoto wako wa kike na wanawake wa waumini warefushe majilbabu. Jilbabu imetajwa kwenye Qur'an. Jilbabu sio vazi la kiwahabi, sio vazi la watu sio ansari. Jilbabu imetajwa kwenye Qur'an. Wewe mke wako anavaa jilbabu, na jilbabu na Kiarabu ni vazi linaloanza juu ya kichwa mpaka miguuni, kwa sababu hili ni tamko la Kiarabu. Lazima turudi katika lugha ya Kiarabu, maana ya jilbabu ni nini. Sasa haya yatakuwa yarefushwa mpaka visigino visionekane. Mkeo haonekani visigino vyake, mkeo haonekani wanja wake, mkeo haonekani rangi yake ya mdomo. Wala yubidina zinatahunna, waambie wanawake wasidhihirishe mapambo. Mkeo mapambo yake hayaonekani. Uislamu hauja kufundisha wewe. Umeshindwa mpaka na mke uliomuoa, umeshindwa na mtoto wako uliomzaa, alafu watafuta heshima kwingine, watafuta izza kwingine. Unatafuta sababu za Waislamu kuwa madhalili wakati wewe ndio una mchango wa kudhalilisha mafunzo na taratibu za dini ya Uislamu. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، حقيقة الإسلام نعمة، na watu kama wataishi ndani ya neema hii na khairi hii, basi hii dunia itapata saada. Lakini kwa hakika maadui waliona khairi hii, waliona neema hii, na wakatumia nguvu nyingi sana kuwatoa waislamu katika khairi. Wadda kathiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Alaya, Allah anasema wanamependa sana, wadda kathiru, wametamani na kupenda wengi katika Mayahudi na Manasara, Mayahudi na Wakristo, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, law wakutoeni wakurudisheni baada ya nyinyi kuwa waumini muishi hali ya kuwa ni makafiri. Hasadan min indi anfusihim, wamefanya hivyo hali ya kuwa ni husda, wamehusudu khairi yenu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, Allah anasema baada ya kubainikiwa na haki waliusoma wakautazama Uislamu kuona hii ni dini ya kweli, dini inayoafikiana na akili na maumbile. Hakuna funzo lolote ukiliweka mbele yako lende kinyume na maumbile na akili ya mwanadamu, hakuna. Walipoona hivyo wakatumia mbinu nyingi ili wawatoeni katika hii khairi. Ndugu zanguni, tutakuwa turudi katika dini, turudi katika dini. Hadithi niliyoitaja ya biashara ya Ina
nitamalizia nayo khutba. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ikiwa mtafanya biashara ya ina wa akhadhtum athnab albaqri, na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana ya kilimo, sababu wanaolima kwa kutumia wanyama unamshika mkiani ili ende upate atembee ili lile jembe lilime nyuma, mkaridhika na kilimo. Na wanasema ahlul ilmi haina maana kwamba si halali au ni jambo baya mtu akashughulika na biashara na kilimo na mambo mengineyo, lakini Mtume sallallahu mbele akasema wataraktumul jihada, mkaacha jihad katika dini ya Allah. Hii dini ya Allah yatakiwa ipiganiwe kwa njia za kisheria za kuipigania na kuisogeza dini ya Allah mbele, ambao bwana mtume alianza nazo katika mji wa Makka. Mtume aliishi Makka miaka 13, hajapigana jihadi ya upanga. Wajahidhum bihi jihadan kabira, ni Qur'an, pigana nao wao jihadi ya Qur'an, bihi ay bil Qur'an, jihadan kabira, jihadi kubwa kabisa. Bwana mtume alifundisha Uislamu katika mji wa Makka. Bwana mtume akampeleka Mus'ab katika mji wa Madina, akamwambia nenda kawafundisha watu dini. Kabla mtume hajahama kuna Madina, alimpeleka sahaba Mus'ab, kazi yake kwenda kuwafundisha watu dini. Mji wa Madina wote ukapata nuru ya dini, wakawa tayari kumpokea Rasul alayhi salatu wassalam. Elimu ilifanya kazi kubwa. Elimu ndio sababu ya kusimama daula, serikali ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wala hakukuwa na, sio kwa maana alikwenda kufundisha watu physics kule, wala chemistry, wala biology, wala mechanics. Walipokuja wali watu katika bai'atul aqaba, bwana mtume akamwambia nenda fa'allimhum dinahum, nenda kuwafundisha dini yao. Na wakati huo hakuna swala iliyofardishwa, ilikuwa dini ipi? Elimu gani? Ni imani, tauhidi, kumjua Allah, kujua Uislamu na khairi yake. Akaenda akafundisha. Serikali ikasimama ya mji wa Madina, serikali ya bwana mtume ikasimama katika mji wa Madina kwa sababu ya taalimu ya dini. Nyinyi leo mnadharau dini, mnadharau kusoma dini, mnadharau kusomesha dini watoto wenu. Tumekuwa na maadui sasa kwenye majumba, kwenye mitaa, tuna maadui wengi kwenye mitandao, sababu watu ni wajinga wa dini. Haiwezi ikapatikana khairi bila ya dini, na dini haiwezekani bila ya ilmu. Ndio maana bwana mtume akasema yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yoyote anotakiwa khairi na Allah, khairi ya dunia na khairi ya akhirah. Khairan ni nakra fi siyaqi sharti, inafidisha umum. Khairi zote Allah ameziweka katika kusoma dini. Watu hawataka kusoma dini. Tujue Uislamu wetu, tuijue khairi hii ili tuifuate, kwa sababu izza yetu, heshima yetu Waislamu ipo katika dini. Mtahangaika sana. Yaani kuna watu wanaona mafanikio yao watapata kwa kushusha tanga na kupandisha tanga. Wewe shusha matanga 100, pandisha 100. Madamu wewe ni Muislamu, izza yako ipo katika dini. Izza yako haiko katika kupandisha tanga na kushusha tanga. Izza yako haipo katika demokrasia. Izza yako haipo katika almania. Izza yako haipo katika hadhara ya kimagharibi na utamaduni wa kimagharibi. Huko hakuna izza. Izza ni katika Uislamu. Ndugu zangu, ni tuwasomeshe watu dini. Tusomeshe watu dini. Wanaofanya kazi ya taalimu wafanye kazi kikweli. Khairi ya dunia imefungwa katika ilmu an-nafi' wal 'amal salih, na kila mmoja ataulizwa maswali matatu au kwa jumla 4 yaum al-qiyama. Kila mmoja ataulizwa umri wake, ataulizwa ujana wake, ataulizwa ilmu yake, ameifanyia kazi vipi. Sasa kama wewe kwanza hiyo elimu huna, una swali la kwa nini hukusoma? Elimu yake ataulizwa, wa an ilmihi madha amila bih, ataulizwa elimu yake kaifanyia kazi. Sasa wewe hukusoma, kwa kwanza utaulizwa kwa nini hukusoma. Wallahi utaulizwa katika swali linalofuata. Mtu ataulizwa mali yake, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mali kaichumia wapi, vyanzo vyako vya mali kuchuma, na umeitoa kwenye jambo gani. Utaulizwa yaumul qiyama kabla hujanyanyua mguu wako. Jiandae mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hii dini inahitaji rijal, wanaume wenye mali wa kweli watakaotolea. Inahitaji rijal, mashekhe na maulama na maduati watakaolingania watu na kuwarudisha watu katika dini.
hii dini inahitaji رجال لا تلهيهم تجارة. الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام